Nipende kuwakaribisha kwenye jambo moja tutajifunza siku ya leo linalohusiana na uchumi. Leo tutajifunza uchumi ili kila mmoja aweze kuelewa kitu ambacho anaweza kukifanya katika ulimwengu huu na katika kutambua nini afanye katika ulimwengu huu. Huu uchumi unamfanya kila mmoja aweze kuingia katika maendeleo ya maisha yake, maendeleo ya kitaifa, ya kidunia, kutokana na jinsi ambavyo ameelewa kuhusiana na uchumi. Tutaangalia nini maana ya uchumi. Uchumi maana yake ni nini? Uchumi maana yake ni mkusanyiko wa dhana mbalimbali kama vile muonekano wa nchi na dunia kwa ujumla. Uchumi ni mkusanyiko wa mambo yote yaliyozunguka dunia hii, yaliyozunguka nchi, yaliyozunguka mataifa. Tunaangalia ni vyanzo vipi ambavyo vinasababisha muonekano wa dunia kuwa katika hali ya uzuri, kuwa katika hali ya maendeleo, na maendeleo yote yanasababishwa na uchumi. Vitu ambavyo vinasababisha maendeleo ya uchumi kwa Kiingereza sema ni economics. What is economics? Is a collection of different resources of economy such as appearance of nation, internation and world. Vifuatavyo ni vyanzo vya uchumi katika nchi na mataifa. Vyanzo hivyo vinasababisha maendeleo ya uchumi katika nchi na katika mataifa. Ya kwanza kabisa tunaangalia ni usafirishaji, transportation. Mtu anaposafirisha mizigo, anaposafirisha vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vile vitu vinasababisha maendeleo ya uchumi, vinasababisha ukuaji wa uchumi. Na kingine tunaangalia uchimbaji wa madini, uchimbaji wa madini. Mtu anapochimba gold, anapochimba tanzanite, akienda kuuza, anasababisha maendeleo ya uchumi katika nchi na katika mataifa, na hivyo tunasababisha maisha kuwa mazuri katika nchi. Kingine ni uvuvi, fishing. Mtu anapoenda kuvua samaki anapata kipato, akiuza samaki anapata kipato, na hivyo basi na uchumi unakuwa. Kingine tunaangalia kilimo ambayo ndo agriculture. Mtu akienda kulima mashamba na hekari. Kwenye agriculture tunasema kuna aina mbili za agriculture, kuna small scale agriculture na large scale agriculture. Sasa sisi tutaangalia vitu ambavyo vinaweza kukuza uchumi kwenye kilimo. Ni kilimo cha large scale agriculture. Mtu anapolima kilimo kikubwa anasababisha maendeleo ya uchumi. Namna ya kukuza uchumi, njia za kuweza kukuza uchumi, ways to increase economy in the nation or international. Njia zipi tuweze kuzifuata ili tuweze kukuza uchumi? Cha kwanza, provide education of economy. Lazima utoe elimu kuhusiana na uchumi, kama hapa mimi ninapotoa elimu kuhusiana na uchumi. Mtu akielewa namna uchumi unavyofanyika, anaweza kuapply yeye mwenyewe katika maisha yake na kuweza kusababisha maendeleo ya uchumi katika nchi na katika mataifa. Kingine, nidhamu ya fedha, discipline of money. Lazima uwe na nidhamu ya pesa, matumizi ya pesa. Ukitumia pesa vizuri katika maisha yako, unaweza kujenga uchumi, unaweza kuendelea, unaweza kujenga maendeleo ya uchumi katika maisha yako. Kingine, tunaangalia kufanya kazi kwa bidii. Lazima ujitume kufanya kazi, na ukifanya kazi unaweza kuleta maendeleo na ukuaji wa uchumi katika maisha yako na pia nchi kwa ujumla. Kingine, tunaangalia kufanya uchunguzi wa uwekezaji wa vyanzo vya uchumi. Lazima ufanye research, uangalie ni kitu gani naweza kukiapply katika maisha yangu ili niweze kukuza uchumi wangu binafsi na hata kuonesha maendeleo ya uchumi katika nchi na mataifa. Kingine, lazima uandae investment, uwekeze. Ukishaangalia research ya vitu ambavyo unaweza kutengeneza uchumi katika maisha yako, lazima kingine ufanye investment, uwekezaji. Uwekeza sehemu moja na sehemu nyingine kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa maisha yako na kwa ajili ya maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kingine, kutafuta maarifa na ujuzi kwa vitu ulivyovichunguza kabla hujaanza uwekezaji. Lazima utafute maarifa, ujifunze mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza uchumi katika maisha yako. Kingine, lazima uangalie kuwekeza
kutimiza malengo. Lazima uwe na malengo na kile kitu ambacho umekipanga, umekiplani, ili uweze kufanya uchumi katika maisha yako.